Serikali ya Tanzania imetajwa kupiga hatua kubwa katika uandaaji wa mifumo rahisi ya kupima viashiria mbalimbali vya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Hayo yameelezwa na meneja miradi kutoka mtandao wa kitaifa wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tanzania TECDEN, Lazaro Elnesti, wakati wa mafunzo ya wakufunzi wawezeshaji TOT yanayofanyika mkoani Morogoro kupitia programu ya scorecard, yani kadi alama, nyanja inayopima viashiria vya malezi ya watoto. Tunayo furaha kubwa sana kuwa sehemu ya uandaaji wa scorecard hii ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ambayo imeandaliwa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa kushirikiana na wizara za kisekta. Tunafanya mafunzo kwa wataalamu kutoka kwenye ngazi za mikoa na halmashauri ili waende kuitumia scorecard hii. Tunaona kwamba ni hatua kubwa ambayo serikali inapiga kuhakikisha kwamba afua za MAM zinaendelea kufuatiliwa kikamilifu na utekelezaji wa programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto unaenda kufanyika kwa ufanisi mkubwa, tukiwa tunaelewa kwamba scorecard kazi yake ni kuonesha yale yanayofanyika kwenye ngazi za mikoa na halmashauri, lakini kuweka uwajibikaji, lakini pia kufanya maamuzi ambayo yanaongozwa na takwimu za hali halisi iliyopo kwenye eneo husika ama kulingana na viashiria tulivyonavyo. Na sisi tukiwa kama TECDEN ama mtandao wa malezi nchini, tunaiona nafasi ya kuendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba scorecard hii inaendelea kutekelezeka. Mtafiti mkuu kutoka Taasisi ya Afya Ifakara ambayo imeandaa scorecard kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pamoja na wataalamu wa serikali, Dr. Esther Elsaria anaeleza faida za kutumia scorecard katika programu za malezi ya watoto. Hii kadi alama itasaidia sana. Itasaidia sana kwa sababu malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto ni swala mtambuka ambalo linashirikisha wizara karibia zote. Kuna wizara kama Wizara ya Afya ambayo inashughulikiana pia na masuala ya lishe, kuna Wizara ya Elimu, kuna Wizara ya Maendeleo ya Jamii, kuna watu wa TAMISEMI, lakini pia kuna masuala ya usalama ambayo inaingia kwenye masuala ya ulinzi na usalama wa serikali. Kwa hiyo utaona kwamba hii kadi alama imegusa sekta zote. Kwa hiyo itatusaidia sasa kumjadili mtoto kwa pamoja, maana jinsi tulivyokuwa tunafanya kazi, kila sekta ilikuwa inamjadili kwa mapana yake, kwa wakati wake. Lakini kwa sasa hivi kadi alama inatuvuta sisi wadau wote au sekta zote ambazo tunashirikiana na masuala ya mtoto kukaa pamoja, kujadiliana na kuona ni wapi tunakwenda sawa sawa, ni wapi hatuendi sawa sawa. Lakini pia inatupa nguvu ya uwajibikaji, kwa sababu unapojua kwamba kwa mfano inawezekana mwalimu anafundisha darasani, mwanafunzi hafanyi vizuri. Je, inawezekana swala sio ufundishaji, ni shida ya afya. Inawezekana sio swala la kujifunza, ni swala la lishe, hana lishe ya kutosha. Kwa hiyo inatusaidia kumwangalia mtoto zaidi ya ile sekta husika na kujadiliana na kutatua mambo ambayo yako nje ya ile sekta ambayo inahusika. Kwa hiyo uwajibikaji utaongezeka. Lakini kadi alama hii itatusaidia pia kuweza kushare na viongozi wetu wakubwa. Wakati mwingine tunapokuwa tunawapa mrejesho viongozi wetu kwa kutumia hizi scorecard, wenyewe wanakuwa ni rahisi kufanya ufuatiliaji kwa sababu ni rahisi kuelewa matokeo kwa haraka. Lakini pia kama mkoa sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba kwenye maeneo yale yote ambazo tumeweza kuzipitia kutoka kwenye hizo domain zote 5, tuhakikishe kwamba tunatoa vipaumbele kwa zile ambazo pia zitatupa matokeo ya haraka kwenye utekelezaji. Kwa hiyo hili tunakwenda kulifanya na timu yangu ya mkoa kwa maana ya halmashauri zangu, alafu tuone na kule maeneo ambapo wadau wetu pia wameweka nguvu ili tuhakikishe tunapata matokeo yetu haraka. Wadau wana nafasi kubwa ya kufanikisha matokeo ya matumizi ya scorecard ambayo pia imechukua mchakato mrefu kukamilika. Lazaro na Dr. Esther wanaeleza. Wadau wote nchini wanayo nafasi kubwa sana kuchangia kwenye utekelezaji wa scorecard hii, na hapa tunazungumzia mashirika yote yasiyokuwa ya kiserikali yanayofanya kazi nchini. Wana nafasi kubwa kuchangia kwenye utekelezaji wake kwa sababu viashiria vilivyopo ndani ya scorecard hii havibagui na vipo katika maeneo yote kwa maana ya afya, lishe, huduma za ustawi wa jamii, lakini pia elimu pamoja na ulinzi na usalama wa mtoto.
Kwa hiyo kila mdau ambaye anachangia kwenye eneo hili kwa namna moja ama nyingine, katika eneo la ulinzi na usalama wa mtoto ama katika afya ama katika lishe ama elimu, kwa namna moja ama nyingine anachangia pia kwenye mafanikio ya maendeleo ya mtoto na matumizi ya scorecard hii. Kwa kweli niseme kwamba huu mchakato haukuwa mchakato rahisi. Ni mchakato ni mzito sana. Ulikuwa ni mjadala ambao uko very involving, lakini kwa sababu zile sekta husika, kila wizara ilikuwepo, ilifika mahali wakasema sasa tunahitaji kila wizara ipendekeze angalau 4 kwa kuanzia, kwa sababu mwisho wa siku hii kadi alama inataka utumie angalau viashiria 15 tu. Sasa hatuwezi kuweka vingi sana, lakini lazima tuangalie vile vya vipaumbele. Ulivipata vingapi kwa ujumla? Mwanzoni tulivyofanya sana mchakato kupata 36. Lakini baadaye tena tukafanya mchakato wa pili tukaja kupata hivyo viashiria 15. Na baadaye tukapitia tena vingine vikaongezeka, vingine vikapunguzwa. Kwa hiyo mpaka tunafikia mwishoni tukuja kukubaliana kwamba sasa hivi 15 tuendelee mbele.